So mshikaji anaitwa Benny, right? Huyu Benny yeye bana alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu bidada wa kuitwa Tifa. Sasa huyu Tifa yeye bana alikuwa amesafiri all the way from Kilimanjaro to Mbeya kwa ajili ya kwenda kufanya kazi, na kufika huko maisha yalikuwa magumu kinoma, licha ya kwamba hawa wawili walikuwa wanapendana sana. Na bidada baada ya kufika Mbeya akawa amekutana na rafiki yake ambaye anaitwa Maria, ndo ambaye akawa amempokea na akawa anaishi naye pia. Lakini kulingana na hizi kazi ambazo Maria alikuwa anafanya, mwamba alikuwa anahisi kabisa mpenzi wake hatakuwa sehemu salama. Kwanza huyu bidada Maria yeye alikuwa ni barmaid, yani wale madada ambao wanafanya kazi katika mabaa yale. Lakini cha pili pia huyu Maria bana yeye alikuwa anajiuza, kitu ambacho kinamfanya mwamba kuitwa Benny akawa hana kabisa uhakika na usalama wa maisha ya mpenzi wake ambaye anaitwa Tifa, ambaye yuko huko na huyo Maria ambaye anakuwa anaishi naye. Lakini pia huyu Maria akawa amemwambia bidada kwamba atamconnect na kazi, na kazi yenyewe ni kazi gani? Basi ilikuwa ni kazi ya kwenda kuhudumia katika baa ambayo huyu Maria yeye alikuwa anafanya. Sasa siku moja mwamba alikuwa amemtembelea mpenzi wake, na kufika pale sasa kwa bahati mbaya kuna mwamba alikuwa yuko pale counter, alikuwa amelewa, kitu ambacho kimemfanya akawa anamshika sana bidada Tifa, kitu ambacho Benny hakuweza kupenda kabisa. Mwanzo alimuonya kwa mdomo, lakini mwamba hakuweza kuelewa. Kilichofuata pale ilikuwa ni vurugu, mtiti, kazi, kushikana mashati, kitu kikawa kibaya pale, na mwamba akawa amepasuka pia. And then mshikaji Benny akawa amemchukua mpenzi wake na kutoka naye nje na kumwambia kuanzia leo hataki kumuona kabisa akiendelea kufanya hizo kazi, na akampeleka moja kwa moja hadi nyumbani. Lakini alimwambia pia inabidi bidada awe anaweza jinsi gani ya kuwa anajitetea yeye mwenyewe, kwa sababu sio kila mara mshikaji atakuwa karibu naye. Basi ndio hivyo, akawa amemwambia pia asubuhi yake inabidi aweze kufika nyumbani kwa ajili ya kuweza kumcoach ili aweze kuwa ana uwezo wa kujitetea yeye mwenyewe. Basi ndio hivyo, bidada kwa kuwa anampenda mshikaji aliweza kumsikiliza na asubuhi yake akawa amefika nyumbani na mazoezi yakawa yameanza pia. Maisha yakawa yanaendelea. Sasa huyu bidada bwana siku moja akawa amekutana na shoga yake mwingine, na yule shoga yake akawa amemconnect kwenye kazi za ndani. Sasa baada ya kufika kule akawa amepewa maelekezo fresh na nini, maisha yakawa yameendelea na bidada akawa ameingia kazini rasmi huko ambako ameenda kufanya kazi. Sasa baba mwenye nyumba wa hii nyumba ambayo bidada anafanyia kazi, bahati mbaya sana akawa ameanza kumtamani bidada, kitu ambacho kikawa kimesababisha huyu mzee akawa amembaka bidada Tifa, na kitu kile kikawa kimesababisha bidada Tifa pia akawa amebeba ujauzito. Sasa issue ikawa ni kuja kumwambia mpenzi wake huo ujauzito ameupata vipi na ni wa nani pia. Ndo hapo baada ya kusogea kwa mwamba akawa haelewi kabisa, na akataka kujua pia huo ujauzito ni wa nani, na akamtimua pia bidada na hakutaka kusikia na mwazini wala la mnadi swala. Basi ndio hivyo, bidada ikabidi arudi kwa shoga yake yule Maria yule ili aweze kwenda kukaa kule na kujihudumia fresh. Mara kwanza alikuwa anahitaji kutoa ile mimba, lakini Maria akamwambia kabisa siwezi kutoa hiyo mimba kabisa, kwa sababu hawezi jua huyu mtoto anaweza kuja kuwa nani hapo baadaye. Basi ndio hivyo, akalea, siku zikasogea, miezi ikakatika, bidada akajifungua, miaka pia ikasogea, miaka 6 baadaye bidada tayari mtoto wake alikuwa yuko mkubwa tayari. Na siku moja kati yuko kwenye mishe zake anaendelea na kazi zake, mara ghafla na teksi ilikotokea ikaja ikamkwapua mtoto na kusepa naye. Sasa bidada kitendo cha kugeuka tu akawa mtoto wake hajamuona kabisa. Na ghafla akawa amepokea simu na kuambiwa ya kwamba siwezi kumtafuta mtoto kwa sababu mtoto yuko na baba yake. Baba yake ni nani? Yule mzee yule ambaye aliweza kumbaka bidada kipindi kile, na hawaambia ya kwamba kama anamhitaji mtoto wake basi aweze kufika garage faster ili aweze kuja kupewa maelekezo ni jinsi gani wanaweza kuishi na huyo mtoto, kitu ambacho bidada hakuweza kupenda kabisa na hakuhitaji, kwa sababu ndani ya miaka 6 yote hiyo huyo mtoto amemlea yeye kwa nguvu zake na kwa bidii zake pia, na pia hakuwa anatarajia kupata mtoto kwa sababu alibakwa, ndio huyo mtoto akawa amepatikana. So kigumu sana kuelewa kwa upande wake, so ikabidi afike mpaka hapo garage. Wamba akataka kumzuia, bidada akawasha moto sana baada kukutana na huyo baba wa huyo mtoto, yule mzee yule ambaye alimbaka. So baada kukutana, bidada hakuwa anahitaji kitu kingine chochote kile isipokuwa ni mtoto wake tu, lakini huyu mwamba akawa hataki kumwachia kabisa huyo mtoto, pakatokea mtifuano sio kitoto. Lakini
Bidada hakutaka kumuua yule mzee kwa sababu alikuwa hataki kuonesha nia mbaya kwa mtoto wake ama kuonesha kitu kibaya kwa mtoto wake kwamba mama yake alimuua babake, akawa anasepa. Lakini kwa ajili ya mineno ambayo ilikuwa inamtoka huyu mzee, kejeli pamoja na kumdharau pia bidada, kumita majina machafu pia, bidada akawa amepata hasira na ile kitendo cha kutaka kumuua tu. Mara ghafla polisi akawa wameingia eneo lile kwa ajili ya kuja kumkamata huyu mzee. Lakini ni nani ambaye alikuwa anaongoza hiyo operation ya kuja kumkamata huyu mzee? Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Mwamba Beni. Imekuwaje mpaka Beni ameingia huku katika jeshi la polisi? Ndo anatupa story Mwamba, anamwambia bidada ya kwamba miaka 6 yote toka alivyoachana naye alikuwa ameenda kujiunga na jeshi la polisi, akawa amepiga kwata huko, na ndani ya hiyo miaka 6 yote akawa anafanya mazoezi ya nguvu na kazi kwa bidii, ili mradi tu aweze kupata nafasi ya kuweza kufanya kazi. Na ndio huyo sasa hivi ametoka na ameungana na jeshi la polisi pia kwa ajili ya kuongoza hizo operation. Akawa amemwambia pia bidada kwamba anahitaji kuendelea kuishi naye kwa sababu kwa sasa amemsamehe pia, kwa sababu alikuwa anaona yale yote aliyopita si ndwele wagange yajayo. Bidada akawa na sita pale kuweza kukubali, lakini mwisho wa siku aliweza kukunjwa moyo kwa sababu pia na yeye alikuwa anampenda bidada. Ilitokea tu mistake ya kubakwa, ndio yeye akapata huyo mtoto, hakuweza kumpata kwa kumpenda. Na huo mzigo nakuwa umekatia hapo. By the way, Comic Cliff Davis, huo mzigo bana unaitwa Tifa. Ni bonge moja ya movie kutoka hapa Tanzania. Comic Cliff Davis kwenye mitandao yangu ya kijamii kote kule natumia kama Cliff Davis Mr. Story. Nenda pale TikTok, Instagram, Facebook pamoja na YouTube.